picha. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoizungumzia dunia akasema mfano wake ni mtu ambaye kwamba ametoka safari ndefu, akauona mti, akaenda kujitegemeza na mti kama ule ili apate kivuli, apate ubaridi katika mti kama yule, alafu mtu kama yule ainuke aende zake. Ndo mfano wa dunia. Ile wakati tu utakaokaa katika chini ya ule mti, Mtume sallallahu alaihi wasallama ndo akaufahamisha ule ndo dunia. Utakavyoingia ndo utakavyotoka, lakini utakavyotoka ni mambo gani ambayo kwamba twafaa tuyawache katika maisha ya kidunia? Watu watatu wenye kusema wakasema hawatonusurika na kifo namna watakavyokuwa. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye kwamba dhu mali, mtu yuko na mali nyingi ambazo kwamba hata zingine hana idadi nazo, hana hisabu nazo. Ukamuuliza mali yake ni mangapi, hana hisabu nazo. Lakini umauti hautakuacha, ni sharti utapita katika njia kama hii. Mauti haijali mali yako uliokuwa nayo, haijali benki umeweka pesa ngapi, haujali wamiliki nini, haujali una pesa ngapi. Mtu wa pili dhu mansibin, mtu ambaye kwamba yuko na cheo. Cheo utakaokuwa nacho, uwe ni raisi, uwe ni gavana, uwe na cheo utakaokuwa nacho, haistahiki umauti, hautakuacha umauti. Hautasema yuko na cheo, huyu yuko na cheo fulani, wacha tumuate. Haikuati umauti, ikifika wakati wako utaondoka. Na mtu mwingine, mtu wa tatu ni mtu ambaye kwamba yuko na jina maarufu, ajulikana. Hakuna sehemu utakaopita ikiwa jina lake halitajwi, awe ni mwimbaji, awe ni mtekeshaji, awe atakavyokuwa. Kila unapokwenda usikie yuatajwa, kila unapopita jina ni lake, kila unaposongea yeye ndio yajulikana. Haiwezi kukuacha mauti. Hawa watu watatu hawawezi ikawasaza mauti kawawache katika maisha ya kidunia, utaondoka. Lakini suala liko hapa, mimi na wewe tutakapoondoka katika maisha ya kidunia, ni hali gani ambayo kwamba twafaa tuwe nayo? Ni athari ngapi ambayo kwamba twafaa tuache? Ni maisha gani ambayo kwamba twafaa tuishi? Tukimwangalia mzee wetu ambaye kwamba yuko mbele yetu, ameondoka hali gani? Amewacha athari gani? Tulizungumza ya kwamba umauti akizungumza hali yake, alikuwa akitembea kama wenzake, sasa hawezi kutembea tena. Alikuwa akiishi na wenzake, sasa hayuko tena. Alikuwa akivaa nguo zake mwenyewe, sasa amevalishwa. Alikuwa akilala katika kitanda ambacho kwamba alikuwa akikipenda, sasa hayuko tena katika kitanda chake. Alikuwa na familia yake ambayo kwamba alikuwa akijali kwa mahaba yote akiyapatia, lakini hayuko tena katika familia. Hakuweza kuja tena peke yake msikitini, maskani yake alikuwa ni msikitini, mahaba yake alikuwa ni msikiti, swala za jamaa ilikuwa hazifishi. Hawezi tena, ameletwa sasa. Ni mtu ambaye kwamba hali aliyokuwa nayo tumemshuhudia, kitu kikubwa aliyokuwa nacho. Sheikh Khamis alikuwa na kitu kinaitwa istiqama, alikuwa na msimamo. Ndio wenye kusema akasema al-istiqama a'dhamul karama, ni karama kubwa kuwa na istiqama. Mtume sallallahu alaihi wasallama, yule sahaba alipotaka wasia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia qul amantu billah thumma istaqim. Utakapomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukayatekeleza anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, istaqim,
yani dumu nayo, kuwa na msimamo nayo. Ndio mzee kama huyu alikuwa nayo. Ndio Mwenyezi Mungu katika bishara yake akatwambia, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Aya nyingine Mwenyezi Mungu akatwambia, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Angalia bishara ya wale watu ambao kwamba watakaokuwa na istiqama. Ukimwangalia mzee kama huyu alikuwa la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hababaiki na kitu chochote, hababaiki na jambo lolote, ameweka maisha ya kidunia nyuma, ameweka tabia mbele, yuko na msimamo wa ibada. Kukiadhiniwa tu yuko msikitini, hachezi na ibada, hazipishi ibada, haziswali anavyotaka yeye. Yuwaswali ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia ibada bora adwamuha ni ile ambayo kwamba utadumu nayo. Alikuwa akidumu na swala za alfajiri, alikuwa akidumu kwa swala za dhuhuri, swala ya alasiri, swala ya magharibi, swala ya isha, ambao kwamba waswali katika msikiti kama huu walikuwa wakimshuhudia. Hivi vipembe vilikuwa vinamshuhudia Sheikh Khamis kama huyu, namna alivyokuwa na ihtimamu katika ibada. Hiyo ni ibada peke yake. Ibada ya saumu ni hivyo hivyo, alikuwa na ihtimamu nayo. Na ibada kubwa ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, okoa familia yako, alikuwa hana mtezo na swala. Hakubali familia yake yoyote ateze na swala, hakubali familia yake yoyote ateze na ibada yoyote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa ni mkali katika ibada, alikuwa akisimama na haki, alikuwa maneno yake ya kibusara, maneno yake matamu, watamani ukae naye, kutamani akuondokee katika macho yako. Kila analolizungumza ni neno la busara, neno la mahaba, maneno ya kuunganisha, maneno ya haki, maneno matamu. Mzee kama huyu alikuwa ni mtamu katika familia yake. Tabia aliyokuwa nazo, alikuwa na tabia njema, hakuwa na pupa na jambo lolote, wala alikuwa hatarajii mtu yoyote kwa jambo lolote mpaka umnyoshee mwenyewe. Ukitomnyoshea hakuambii jambo lolote, wala hakulalamiki, wala hasemi lolote, na utakachompa yeye washukuru, kiwe ni kichache kiwe ni kingi, na usipompa pia yokuombea dua. Hauondoki namna hii. Alituonesha akhlaki nzuri, alituonesha ubusara alopewa, alituonesha hikma alopewa. Waman utiya hikmata fakad utiya khairan kathira. Mzee kama huyo aliruzukiwa na hikma, ndio maana alikuwa na kheri nyingi ndani yake. Walioishi naye hapa wamtambua tabia zake. Alikuwa ni mtu hateti na mtu, si mtu mtesi, wala alikuwa si mtu wa vita, wala alikuwa ni mtu hapendi maneno. Ukimwona temu zote yuko na tasbihi yake, mpaka katika marahili ya ugonjwa wake, nusu ulikuwa haufanyi kazi, lakini nusu unapofanya kazi alikuwa akishika tasbihi yake, akimsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba aloliishi nalo katika maisha yake, alolidumisha katika maisha yake. Ameishi katika kilima cha la ilaha illa Allah, na akaondoka katika maisha ya kidunia kwa kilima cha la ilaha illa Allah. Hakumsumbua mtu, hakumtafashi mtu katika ugonjwa aliokuwa nao, hakuonesha huzuni, hakuonesha kufadhaika, hakuonesha kubabaika mzee kama huyu. Kwa sababu gani? Alikuwa na istiqama.
hakuwa na hofu tena, alikuwa tayari, yuko tayari, ashajiandaa kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale matendo ambayo kwamba aliyoyafanya. Je, mimi na wewe, fa aina tadhhabun? Vitabu vyetu tutaviandika namna gani? Kitabu changu na kitabu chako kitasomwa vipi? Utakapoondoka umeacha athari ngapi? Umeacha athari ya maneno, umeacha athari ya muamala, umeacha athari ya akhlaq, umeacha athari ya tabia, unaacha athari ya maongelezi yako, unaacha athari namna unaoishi na jirani yako. Je, umeacha athari vipi na mzazi wako? Je, umeacha athari vipi na mwalimu wako? Hizi athari zenye kuulizwa. Umewacha watoto wako hali gani? Mzee ashafanya kazi, ashawaachia watoto wake silaha ya kuachia, ashawaambia washikamane na swala, ashawaambia washikamane na ibada, ashawaambia wamshike Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atawashika. Ndio wasia ambaye kwamba aliwaachia watoto wake. Subhanallah, mzee waondoka, lakini athari ya wasia wa Mwenyezi Mungu utakumbukwa kwa yale ambayo kwamba aliyofanya katika maisha ya kidunia. Ni mimi na wewe tuyachume mambo yetu ambayo kwamba tunataka tuyawache. Hii dunia ni yenye kupita, hakuna atakayesimama. Wangapi walikuwa na sisi? Wako wapi sasa waliokuwa na sisi? Ni wengi walikuwa na sisi, wema, wazuri. Wako wapi? Washaondoka katika maisha ya kidunia. Ya man bi dunyahu ishtaghal wa qarrahu tul al-amal, al-maut ya'ti faj'atan wal qabru sunduq al-amal. Ya man bi dunyahu ishtaghal, enyi tunaoshughulisha na dunia ambaye kwamba tutaiwacha. Twaona thamani kazi zetu, twaona thamani watoto wetu, twaona mathamani aliyoko mbele ya rafiki yetu, lakini hatujaiona thamani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayekukubembeleza kukuambia hayya ala salah, hayya ala alfalah. Njoo upate falah, njoo upate faida, njoo nufaike, njoo upande. Mwenyezi Mungu akuita upande, akupatie unaoyataka, akupatie unaoyaomba. Unaposwali mbele ya Mwenyezi Mungu, utakapomwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibada hii inayofanya ni yako na msaada pia watoka kwako, hakuna mwenye kusaidia isipokuwa wewe. Vipi utamwambia Mwenyezi Mungu ataka msaada wake katika moyo wako, ili hali kuna vitu ambavyo kwamba hujavitoa katika moyo wako? Moyo wako kuna hikdi, moyo wako kuna hasad, moyo wako kuna bugha, maneno yako si mazuri. Vipi Mwenyezi Mungu atakujibisha wewe? Na Mwenyezi Mungu atatwambia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Lakini Mwenyezi Mungu asema falyastajibu li, taka yake kabla hujataka upatiwe wewe. Wewe taka unaotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falyastajibu li, nijibu mimi, taka yangu, furahika na yangu, furahika na ibada, teremeka na ibada. Ndio utapata katika maisha ya kidunia, utanali saada, utayapata mazuri, utayapata mema, utayapata ya faida. Utaondoka katika maisha ya kidunia la khawfun alaihim wala hum yahzanun, hutofadhaika, hutoudhika, hutotashika, na utalekea kwa Mwenyezi Mungu salimina gharibin. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie maisha yetu yabakisha athari katika maisha ya dunia. Amsamehe mzee wetu, ampeleke salama huko anapokwenda kwa kile kilima yake ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu aijalie kaburi yake iwe rawdatan min riyadil janna, kaburi yake iwe njema, kaburi yake kunjufu, kaburi yake iwe nzuri, maskani yake iwe njema. Ibada alikuwa akizifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala astakabali ibada zake, na wale alioacha nyuma wayashike mambo ambayo kwamba